Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Ni wakati mwingine wa kumshukuru Mungu, kwani neema yake ametuwezesha kufikia wakati huu. Leo hii mchungaji atamalizia mafundisho yatokayo kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili lililoko katika sura ya 23 aya ya 28 hadi sura ya 25 aya ya 30. Kabla ya kupokea baraka hizo, kwanza tupokee wimbo huu ufuatao. Neema ya Mungu, ndugu msikilizaji, imetuwezesha kufikia wakati huu, hasa kumalizia mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili katika Agano la Kale. Muda nao hauwezi kuniruhusu kusoma kila andiko, na kama hapo awali nitazingatia maandiko ya kimsingi. Somo letu latoka kwenye sura ya 23 tukianzia aya ya 28 hadi sura ya 25 aya ya 30. Kwenye sura ya 23 twapata jinsi Yosia alivyokufa. Uvuvio mkuu ulikuwa katika nchi ya Yuda wakati huo, nao ulikuwa wakaribia mwisho na kufungua mlango wa watu wale kuchukuliwa utumwani. Kwenye utawala wa Yosia tuliona na kujifunza kwamba ijapokuwa nyakati za giza la kiroho zaweza kuwepo, Mungu daima huleta mwanga kwa kutumia mtu awaye yote yule aliye tayari kulifuata neno lake. Hilo ndilo tumaini la kila mtoto wa Mungu. Kwenye aya ya 28 na 29
Neno la Bwana latuambia hivi: basi mambo yote ya Yosia yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Katika siku zake Farao Neko mfalme wa Misri akakwea ili kupigana na mfalme wa Ashuru, akafika mto Frati. Naye mfalme Yosia akaenda kupigana naye. Naye mfalme wa Misri akamuua huko Megido, hapo alipoonana naye. Yosia angelikaa nyumbani, ndugu msikilizaji, na kutoingilia hayo yasiyokuwa yake, angelikuwa hai kwa muda mrefu. Kwa sababu ya hilo alilotenda, aliuliwa katika sehemu hiyo iitwayo Megido. Ijapokuwa alikuwa mtu wa Mungu, alitenda jambo la kijinga. Aliingia kupigana vita visivyo vyake. Hayo ndio huwapata wote wanaojiingiza katika mambo yasiyowahusu. Mmoja tu kati ya yale unayohitaji kutenda ni kuwahubiri watu neno la Mungu. Hilo tu ndilo waruhusiwa kufanya, ila kwa busara. Kwenye aya ya 30 hadi 33 neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: watumishi wake wakamchukua garini, amekwisha kufa, kutoka Megido wakamleta Yerusalemu, wakamzika katika kaburi lake mwenyewe. Watu wa nchi wakamtwaa Yehoahazi mwana wa Yosia, wakamtia mafuta, wakamtawaza awe mfalme badala ya baba yake. Yehoahazi alikuwa na umri wa miaka 23 alipoanza kutawala. Akatawala miezi 3 katika Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Hamutali binti Yeremia wa Libna. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na yote walioyafanya baba zake. Naye Farao Neko akamfunga huko Ribla katika nchi ya Hamathi, ili asitawale huko Yerusalemu. Akaitoza nchi kodi, talanta 100 za fedha na talanta ya dhahabu. Ni kawaida yetu kufikiri kwamba kwa kuwa Yosia alimfuata Bwana Mungu wake, basi Yehoahazi mwanawe atafuata hatua za babaye. Lakini kama vile ilivyo hapa, hakufanya hivyo. Yeye alifuata njia za wale wafalme wa Israeli. Alitenda maovu machoni pa Bwana. Huyu hakukalia kile kiti cha enzi sana, maana kwa muda wa miezi 3 tu alikuwa ameondolewa. Farao Neko mfalme wa Misri hakupenda jinsi alivyokuwa akiendesha utawala mahali pale, naye akamuondoa na kumchukua mfungwa hadi kule Ribla. Yosia huyo alikuwa na mwana mwingine aliyeitwa Yehoyakimu. Huyu ndiye Farao mfalme wa Misri alimchukua na kumweka atawale mahali pa nduguye, naye akatawala miaka 11. Kama alivyokuwa nduguye, ndivyo alikuwa pia, mtu muovu asiye na kichwa cha Bwana maishani mwake. Wakati haya yanapoendelea, ndugu msikilizaji, uwezo wa Babiloni au Babeli ulikuwa ukiendelea kukua mashariki mwa mto Frati. Babeli waliinuliwa na Mungu kuchukua mahali pa Ashuru, nao watawashinda wa Misri pia. Kulingana na maandiko, Babeli itakuwa utawala wa kwanza wenye uwezo mkuu ulimwenguni, kama ilivyo kwenye kitabu cha Danieli. Ni kutokea sehemu hii ndipo twahitaji kusoma kitabu cha nabii Yeremia pia. Yeye ndiye aliwaita wana wa Israeli wamrejelee Mungu kwa toba. Aliwaonya kwamba pasipo ya kumrudia Mungu, basi watachukuliwa mateka kule Babeli. Maneno ya Yeremia hayakuaminika, kwa kuwa Nebukadreza hakuonekana kuwa tisho kwa ufalme huo. Manabii wa uongo nao waliendelea na kazi yao ya kuliambia taifa hilo kwamba Mungu hawezi kuendelea pasipo ya wao. Walisema Yerusalemu ni mji wa Mungu, na kwa kuwa hekalu lake takatifu lipo, haiwezekani mji huo kuharibiwa hata kidogo. Walijiona kuwa watu waliochaguliwa na Mungu, nao wakadhani kuwa haiwezekani Mungu kutenda lolote kuhusu hayo aliyokuwa kinena Yeremia. Na kama wengine wetu watakavyotambua, wana wa Israeli walitambua kuwa Mungu hakuwahitaji ili atende alilokusudia. Hakika ni kwamba mji huo utaharibiwa na hekalu kubomolewa na wao wenyewe kwenda utumwani. Hayo ndiyo twayapata kwenye sura ya 24 na hiyo ya 25. Neno kwenye aya ya kwanza kwenye sura ya 24 latuambia hivi: katika siku zake akakwea Nebukadreza mfalme wa Babeli, na Yehoyakimu akawa mtumishi wake muda wa miaka 3, kisha akageuka akamwasi. Farao Neko alimweka Yehoyakimu kuwa mfalme wa Yuda, lakini haikupita muda mrefu Nebukadreza alivamia maeneo hayo aliyoyatawala na kuyatwaa. Yehoyakimu alimtumikia mfalme huyo wa Babeli kwa miaka 3, kisha akamwasi. Kwenye aya ya 2 na hiyo ya 3, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: naye Bwana akatuma juu yake vikosi vya Wakaldayo na vikosi vya Washami na vikosi vya Wamoabi na vikosi vya wana wa Amoni,
akawatuma juu ya Yuda ili kuiharibu, sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa mkono wa watumishi wake manabii. Hakika kwa amri ya Bwana mambo hayo yalimpata Yuda ili waondoshwe kutoka machoni pake kwa sababu ya dhambi zake Manase, kadiri ya yote aliyoyafanya. Kama vile tuliona, ndugu msikilizaji, Manase alikuwa mtu mwovu na mbaya, nami nasema kwamba iwapo utukufu wa Mungu haukuondoka wakati huo, basi hakuna lingine lililosalia ambalo halingeufanya utukufu huo kuondoka. Kwa sababu ya matendo ya wafalme waliokosa kumcha Bwana, hao walioendelea kutenda kama alivyofanya Manase, ni lazima watahukumiwa. Ni lazima watachukuliwa na kuwa watumwa na mateka kule Babeli. Aya ya 4 yasema hivi: tena kwa ajili ya damu zisizo na hatia alizozimwaga, kwani aliujaza Yerusalemu damu zisizo na hatia, wala Bwana hakukubali kusamehe. Ni kweli mpendwa, kwamba Mungu husamehe dhambi, lakini ni lazima mwenye dhambi kumwendea Mungu kwa toba. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu zote, naye ana uwezo wa kusamehe kabisa. Alilipia gharama yako ya dhambi, kwa hivyo chaguo la kupokea msamaha ni lako. Yeye ndiye njia na kweli na uzima. Nayo aya ya 5 na ya 6 zatuambia yafuatayo: basi mambo yote ya Yehoyakimu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Yehoyakimu akalala na babaze, na mwanawe Yekonia akatawala mahali pake. Hivyo ndivyo maisha ya huyo mfalme yalivyokuwa. Hebu tuendelee sasa tuone yatakayotokea kwenye aya hiyo ya 7, ambapo neno la Bwana latujulisha hivi: basi mfalme wa Misri hakuja tena kutoka nchi yake, kwa kuwa mfalme wa Babeli alikuwa amemnyang'anya nchi tangu kijito cha Misri mpaka mto wa Frati, yote aliyokuwa nayo mfalme wa Misri. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, hasa kwa habari ya maeneo aliyotawala mfalme wa Babeli, ndiyo Mungu alimwahidi Ibrahimu na uzao wake wote. Kwa nini Babeli walitawala juu ya maeneo haya na si Israeli? Hebu tusome aya ya 8 na 9 tuone lililopo. Neno lasema hivi: Yekonia alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala. Akatawala miezi 3 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Nehushta binti Elnathani wa Yerusalemu. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya baba yake. Hapa, msikilizaji wangu, twapata sababu ya haya yote kutendeka. Watu wale waliendelea kutenda dhambi dhidi yake Mungu. Kumbuka hili kwamba Mungu aliwaachilia watu wale kuirithi nchi ile kwa sharti moja, nalo sharti lenyewe ni kwamba watii kila neno alilowaagiza kwa kinywa cha mtumishi wake Musa. Je, nchi hiyo ilikuwa yao kutamalaki? Ndiyo, nchi hiyo hata sasa ni yao kwa agano la milele alilofanya Mungu na wao. Shida ni kwamba walikosa kumtii Mungu, na kama alivyowaambia kwamba iwapo watatenda kama mataifa yaliyokuwa mbele yao, basi atawahamisha kutoka katika nchi hiyo, ndivyo alivyofanya. Kwenye aya ya 10 hadi 12 neno laendelea kutujulisha yafuatayo: wakati ule watumishi wa Nebukadreza mfalme wa Babeli wakakwea kwenda Yerusalemu, na mji ukahusuriwa. Na Nebukadreza mfalme wa Babeli akaufikilia huo mji hapo watumishi wake walipokuwa wakiuhusuru. Na Yekonia mfalme wa Yuda akatoka akamwendea mfalme wa Babeli, yeye na mama yake na watumishi wake na wakuu wa watu wake na maakida wake. Na Yekonia mfalme wa Yuda akatoka akamwendea mfalme wa Babeli, yeye na mama yake na watumishi wake na wakuu wa watu wake na maakida wake. Mfalme wa Babeli akamchukua mateka katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake. Kwa sababu ya dhambi walizotenda watu wale, Mungu aliwaruhusu watu hao kuchukuliwa mateka hadi Babeli ya Wakaldayo. Kikundi cha kwanza kilichochukuliwa kilikuwa cha mfalme na watu wa jamaa yake na watumishi wake. Haya yalitendeka katika mwaka wa 605 kabla ya kuzaliwa kwake Kristo. Kisha kwenye aya ya 13 hadi 15 hili ndilo twalipata: akatoa huko hazina zote za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akavikatakata vyombo vyote vya dhahabu ambavyo Sulemani mfalme wa Israeli alivifanya katika hekalu la Bwana, kama Bwana alivyosema. Akawachukua mateka watu wa Yerusalemu wote pia, na wakuu wote na mashujaa wote, watu 10,000, na mafundi wote na wafua chuma wote, hapana mtu aliyebaki ila waliokuwa wanyonge wa watu wa nchi. Akamchukua Yekonia mpaka Babeli, na mama yake mfalme na wake zake mfalme
na maakida wake na wakuu wa nchi aliwachukua mateka toka Yerusalemu mpaka Babeli. Ndugu msikilizaji, maandiko haya tuyasomayo yatia woga, lakini hebu tuendelee tuone yaliyotendeka kama vile ilivyo kwenye aya ya 17 hadi 19. Neno la Bwana lasema hivi: mfalme wa Babeli akamtwaa Matania ndugu ya baba yake awe mfalme badala yake, akalibadili jina lake akamuita Sedekia. Sedekia alikuwa na umri wa miaka 21 alipoanza kutawala. Akatawala miaka 11 katika Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Hamutali binti Yeremia wa Libna. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Yehoyakimu. Huyu Sedekia, ndugu msikilizaji, alikuwa mjomba wa huyu Yekonia. Licha ya yeye kuwekwa awe mfalme wa Yuda, jambo hilo halikuboresha lolote. Ni rahisi kufikiri kwamba kwa mpwa wake kuchukuliwa mateka, basi angeliamka na kutenda kulingana na neno la Mungu, lakini hakushtuliwa na lolote. Mpendwa, shida au taabu hufanya mambo mawili katika maisha ya mwanadamu. Jambo la kwanza ni kwamba humfanya mtu kuwa mgumu wa moyo au awe mtu mwenye moyo wa unyenyekevu. Haiwezekani hata kidogo ukose kubadilika baada ya kupitia shida na matatizo mengi. Jua hufanya mshumaa kuyeyuka, na pia jua hukausha udongo. Kwenye aya ya 20 hili ndilo twalisoma: maana kwa sababu ya hasira ya Bwana mambo hayo yalitokea katika Yerusalemu na katika Yuda, hata alipokuwa amewaondosha wasiwe mbele ya uso wake. Naye Sedekia akamwasi mfalme wa Babeli. Kwa sababu ya matendo ya watu wale, hata baada ya kuona kuwa wenzao wamechukuliwa mateka, waliendelea kutenda dhambi. Wengine waliona kwamba kwa kuwa mji ule haukuwa umeharibiwa na hekalu la Bwana kuharibiwa, basi Mungu yu upande wao. Walisahau kwamba dhambi zao ziliwatenga na Mungu. Hasira ya Bwana ilikuwa juu yao, sawa na hayo tuliyoyasoma. Walikuwa mbali na Mungu, lakini walidhania kuwa wa karibu naye na kwamba Mungu atawalinda na kuwahifadhi kwa sababu ya hekalu iliyokuwepo pale. Hili ndilo kosa la wengi sana katika kizazi hiki. Tunapogeukia sasa sura ya 25, twajulishwa yaliyotendeka, hasa kuhusuriwa kwa mji wa Yerusalemu. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 na ya 2: ikawa katika mwaka wa 9 wa kutawala kwake, katika mwezi wa 10 na siku ya 10 ya mwezi huo, Nebukadreza mfalme wa Babeli akaja, yeye na jeshi lake lote, kupigana na Yerusalemu. Akapanda hema zake kuukabili, nao wakajenga ngome juu yake pande zote. Basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa 11 wa mfalme Sedekia. Kutajwa kwa tarehe hii hapo mambo haya yalipokuwa yakitendeka yatuonyesha umuhimu wa tukio hili. Tarehe hii ilikuwa mwanzo wa mwisho wa mji huo wa Yerusalemu. Aya ya 3 yasema hivi: siku ya 9 ya mwezi wa 4, njaa ilikuwa nzito ndani ya mji, hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Hali iliyokuwa katika mji huo, ndugu yangu, ilikuwa mbaya sana. Maelezo zaidi yapate kwenye kitabu cha maombolezo cha nabii Yeremia. Aya ya 4 hadi 6 yatuambia yaliyotendeka wakati huo ambapo njaa ilikuwa katika nchi hiyo. Neno lasema hivi: ndipo mahali pakabomolewa katika ukuta wa mji, watu wote wa vita wakakimbia usiku kwa njia ya lango lililokuwa kati ya zile kuta mbili, karibu na bustani ya mfalme. Basi wale Wakaldayo walikuwa wakiuzuia mji pande zote. Mfalme akaenda kwa njia ya Araba, lakini jeshi la Wakaldayo wakamfuatia mfalme, wakampata katika nchi tambarare ya Yeriko, na jeshi lake lote walikuwa wametawanyika na kumwacha. Ndipo wakamkamata mfalme, wakamchukua kwa mfalme wa Babeli huko Ribla, wakatoa hukumu juu yake. Kwa sababu ya udhaifu uliokuwapo katika Yuda, adui sasa alikuwa amevunja ukuta na kuingia katika mji. Mfalme alipojaribu kutoroka, alikamatwa. Nabii Yeremia alitabiri kuanguka kwa mji huo, na sasa mambo hayo yote yalikuwa yakitendeka. Nabii huyu alionekana kuwa msaliti, kwa sababu aliwaambia kweli ya neno la Mungu. Na ndivyo ilivyo pia leo hii, ya kuwa unapowaambia watu kweli ya neno la Mungu, watu hukuona kana kwamba msaliti. Aya ya 7 yatuambia kwamba wakawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake, wakampofusha macho Sedekia, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Mtu huyu Sedekia alidanganywa, akafuata ushauri wa manabii wa uongo. Kwa sababu ya kutofuata neno la Mungu, aliwaona wanao wakiuliwa machoni pake, naye mwenyewe kupofushwa macho.
Kisha aya ya 8 na 9 yatuambia yaliyotendeka baada ya hukumu hiyo juu ya Sedekia. Neno lasema hivi: hata mwezi wa 5 siku ya 7 ya mwezi, ndiyo mwaka wa 19 wa mfalme Nebukadreza mfalme wa Babeli, Nebzaradani amiri wa askari walinzi, mtumishi wa mfalme wa Babeli, akaingia Yerusalemu, akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu, naam, kila nyumba kubwa aliiteketeza kwa moto. Maandiko hayo yatujulisha waziwazi kwamba uasi wa Yerusalemu dhidi ya Mungu ulimfanya atumie mkono wa Nebukadreza kuuchoma moto. Uharibifu wa mji huo ulimfanya Nehemia miaka mingi baadaye aliporudi huko kuona jinsi hali ilikuwa mbaya bila ya matumaini yoyote. Kati ya mambo aliyohitaji kushinda kwanza ni hali ya kuvunjika moyo kwa kuona hali ya mji huo. Nebukadreza na jeshi lake waliuchoma ule mji na kuuharibu kabisa. Mahali pale palikuwa ukiwa, palikuwa magofu. Nabii wa uongo waliowadanganya watu kwamba hakuna uovu utakaowapata, sasa asili yao ilikuwa imethibitishwa. Hakika walikuwa manabii wa uongo, nao waliwadanganya watu kweli kweli. Ni vyema ndugu yangu kujifunza kwamba iwapo Mungu aliwahamisha watu wake aliowachagua hadi utumwani, habari gani wewe pamoja nami? Ni lazima Mungu atahukumu kila mmoja wetu, hasa wale wasiolifuata neno lake. Kwenye aya ya 10 hadi 12 neno hili latuambia hivi: na jeshi lote la Wakaldayo waliokuwa pamoja na huyo amiri wa askari walinzi wakazibomoa kuta za Yerusalemu pande zote, na mabaki ya watu waliosalia katika mji, nao wale walioasi na kumkimbilia mfalme wa Babeli, na mabaki ya watu wote wengine, watu hao Nebzaradani amiri wa askari walinzi akawachukua mateka. Lakini huyo amiri wa askari walinzi akawaacha watu walio maskini ili wawe watunza mizabibu na wakulima. Wakaldayo waliwaacha hao watu walioona kuwa hawafai chochote. Walichotaka ni kuwaacha watu hao waendelee kulima nchi na kuzalisha mazao. Mazao hayo yatakuwa ushuru kutoka kwa nchi hiyo ya kumwendea mfalme wa Babeli. Tunapogeukia aya ya 13 na 14, neno latuambia hivi: na zile nguzo za shaba zilizokuwako nyumbani mwa Bwana na matako na ile bahari ya shaba iliyokuwamo nyumbani mwa Bwana, Wakaldayo wakavivunja vipande vipande, wakaichukua shaba yake yote mpaka Babeli. Nayo masufuria na majembe na makasi na miiko na vyombo vyote vya shaba walivyokuwa wakivitumia wakavichukua vyote. Yaonekana kwamba, ndugu msikilizaji, wanajeshi walioingia Yerusalemu walifagia nyumba ile kabisa. Hekalu iliporwa kila kilichokuwemo kabla ya kuchomwa moto. Hazina zote ambazo Hezekia aliwaonyesha wale mabalozi waliotoka Babeli zilichukuliwa. Tutakapofikia kile kitabu cha Danieli, tutaona habari ya vyombo vilivyotwaliwa kutoka hekaluni. Mji huo wa Yerusalemu uliharibiwa mara 77. Kila mara mji huo ulipojengwa, ulijengwa juu ya magofu. Huo ndio mshahara wa dhambi, si tu kwa watu binafsi, bali hata kwa mataifa. Uongozi wa kisiasa sawa na wa kidini wafaa kuhakikisha kwamba maadili mema yazingatiwa yanayomtukuza Bwana Mungu. Pasipo ya hayo, hukumu ya Mungu ni lazima kuwapata kama hao wanaomuasi na kutenda kulingana na mawazo yao wenyewe. Kisha aya ya 24 yatuambia hivi: na Gedalia akawaapia wao na watu wao, akawaambia, msiogope kwa ajili ya watumishi wa Wakaldayo. Kaeni katika nchi, mkamtumikie mfalme wa Babeli, itakuwa vyema kwenu. Nebukadreza kwa mkono wa yule Nebzaradani alimchagua Gedalia awe liwali juu ya yote walioachwa katika nchi. Watu hawa wangelimsikiliza nabii wa Mungu aliyezungumza nao na kuwahimiza katika hilo ambalo pia Gedalia alikuwa akiwaambia. Lakini badala yake walimuua Gedalia, kama vile neno latuambia kwenye aya ya 25 na 26. Lakini ikawa katika mwezi wa 7, Ishmaeli mwana wa Nethania mwana wa Elishama, mmoja wa wazao wa kifalme, na watu 10 pamoja naye wakamwendea Gedalia, wakampiga hata akafa, na hao Wayahudi na Wakaldayo waliokuwa pamoja naye huko Mispa. Wakaondoka watu wote, wadogo kwa wakubwa, pamoja na wakuu wa majeshi, wakainuka kwenda Misri, kwa kuwa waliwaogopa Wakaldayo. Baada ya tendo lao hilo, wahalifu hao walikimbilia Misri. Yeremia alikwenda nao, si kwa hiari, bali kwa kushurutishwa. Kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 27 hadi 30: ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yekonia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12,
siku ya 27 ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, akamuinua kichwa Yekonia mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Akasema naye maneno mazuri, akaweka kiti chake cha enzi juu ya viti vya enzi vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Naye akambadilishia mavazi yake ya gerezani, akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake. Na kwa posho yake alipewa posho ya daima na mfalme, siku kwa siku sehemu, siku zote za maisha yake. Ndugu msikilizaji, baada ya huyo Nebukadreza aliinuka huyo mtawala aitwaye Evil-Merodaki, naye huyo aliinua kichwa cha Yekonia, yani Yekonia alipata kibali machoni pake na akala mezani pake. Huyo mzao wa Daudi aliyekuwa amezeeka sana akiwa gerezani alifanyiwa fadhili na huyo mfalme wa mataifa. Hakika ndugu msikilizaji, kuna hasara kubwa sana tunapokosa kulifuata neno la Mungu kama inavyohitajika. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako iliyo nyingi kwetu na fadhili zako ambazo ni za milele. Naomba pamoja na ndugu yangu msikilizaji ya kuwa haya tuliyojifunza leo hii utatusaidia Bwana tuwe waangalifu kutenda kulingana na maandiko haya, maana hakuna faida yoyote ile katika dhambi. Dhambi yaua, dhambi ya haribu, na zaidi yatutenga na wewe uliye uzima wetu, wewe Mungu wetu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamuhimiza na kumsaidia aendelee kutenda mapenzi yako kama vile umemfunulia kwenye neno lako. Jina lako libarikiwe milele na litukuzwe, maana najua kwamba hili ndilo utalitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, maandiko yametuonyesha waziwazi jinsi ilivyo hatari kabisa kuishi katika dhambi. Chagua kutoishi katika dhambi, ishi kulingana na neno la Mungu, nawe utabarikiwa, maana Mungu atakubariki maishani mwako. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, jiandae kupokea mibaraka kutoka kwenye kitabu cha Warumi. Tangulia kusoma kitabu hicho ili tunapoendelea kujifunza upate mibaraka zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Je, ndugu, umebarikiwa? Naamini kwamba jibu lako ni ndiyo. Nami namshukuru Mungu kwamba ana baraka zaidi kwa ajili yako. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.